Habari, jina langu naitwa Eliud Emmanuel Ndalo, ni mwandishi, mshauri, pia mhamasishaji wa maendeleo binafsi. Nimekuwa nikiwahudumia watu katika nafasi ya mentor, ila pia katika nafasi ya coach, katika kuwasaidia kutoka katika vikwazo au vizuizi vinavyowafanya washindwe kufika katika malengo ambayo wanatamani kuyafikia na hatimaye kuyafikia. Ila pia nimekuwa nikiwahudumia watu mbalimbali katika swala la kuhamasisha, kuwashauri na kuasisitiza kuyakimbilia yale ambayo wanatamani kuyafikia katika wakati sahihi kabla muda hujaisha. Kilichonisukuma kuanza kufikiria kuhusu uandishi wa kitabu kinachoitwa Msukumo Sahihi wa Maisha kinatoka katika maisha yangu binafsi. Nilipokuwa nikiishi katika mazingira mbalimbali, nimekutana na watu wa aina tofauti. Na hao watu nimekutana na watu ambao wana bidii, wana ndoto na wengine wana uwezo mkubwa sana, ila wanachopungukiwa ni mwelekeo sahihi. Na nilipokaa kufikiria na kufanya uchunguzi, niligundua kwamba changamoto kubwa sio mwelekeo au msukumo, kwa sababu msukumo tayari wanao. Niliona wengine wakiwa na msukumo kutoka kwenye mitandao, wengine wakiwa na msukumo ambayo walikuwa wakipata kutoka kwa watu wanaowazunguka. Ila nikagundua changamoto kubwa ni msukumo sahihi ambao utawasaidia kufika katika maeneo sahihi ambayo Mungu aliwaumba waweze kuyafikia. Sasa nikaamua kuingia katika jukumu hili ambalo lilikuwa ni wito wangu kulifanya baada ya kugundua ni changamoto inayotusumbua vijana wengi na wazee pia. Nikaamua kuanza utafiti kuanzia mwezi wa 12 mwaka jana 2024 hadi mwezi wa 11 mwaka huu 2025. Nikawa nimekamilisha uandishi wa kitabu changu kinachoitwa Msukumo Sahihi wa Maisha, kikiwa kinalenga kumuonyesha mtu haswa msukumo ambao unaweza kumsaidia kupata kichocheo zaidi ambacho kinaweza kikamfikisha pale anapotaka. Mwanzo walikuwa wana msukumo, ila msukumo kwa sababu ulikuwa sio sahihi, ulikuwa unawafanya watu wengi kuchoka mapema, kukata tamaa na hata kupotea njia. Sasa kwa mtu yeyote atakaye kisoma hiki kitabu atapata mwanga ambao utamsaidia kujua msukumo sahihi ambao unaweza kumwelekeza kuishi maisha ya nidhamu, maisha ya matumaini, amani, ila pia kuishi katika ile furaha ambayo Mungu alimuumba aweze kuipata katika kipindi chote cha uhai wake. Kwa changamoto ambazo nimezipitia katika kipindi cha uandishi wa kitabu hiki cha Msukumo Sahihi wa Maisha, changamoto ya kwanza kubwa, kwa changamoto zingine sio kubwa sana, ni changamoto za kawaida, ila changamoto mbili kubwa ambazo nimezipitia na zimenipa kazi sana kupambana nazo. Changamoto ya kwanza ni kuyafanya yale mawazo mengi niliyoyakusanya kwa miezi 11 yaweze kuwa katika lugha rahisi ambayo itamfanya kijana ambaye anaanza maisha na mzee ambaye tayari yuko katika maisha ambayo amepitia mambo mengi katika maisha waweze kusoma hiki kitabu na kukielewa. Hiyo ni changamoto moja ambayo ilifanya nitumie muda wa kutosha zaidi katika uandishi. Ila changamoto ya pili nilikuwa ninatamani kupata wakati wa utulivu, kutengeneza nidhamu. Hivi vitu viwili vilikuwa vinanipa changamoto kulingana na majukumu ya kila siku yalivyokuwa, na mazingira kupata muda wa utulivu ilinibidi nitumie muda wa ziada ambao inawezekana ilikuwa ni wakati wa usiku sana au wakati wa asubuhi ili kupata utulivu katika uandishi wa kitabu hiki. Lengo kuu la kitabu hiki limejidhihirisha katika jina la kitabu chenyewe. Msukumo Sahihi wa Maisha ni jina ambalo linaelezea kwa uzuri kusudi kuu la uandishi wa kitabu hiki. Kwa hiyo mtu yote atakaye kisoma hiki kitabu, kitu kikubwa ambacho mwisho wa kitabu atapata msukumo ambao utamwezesha kuishi maisha ya furaha, maisha ambayo yatakuwa ni maisha ya nidhamu, ila maisha ambayo yatamsaidia yeye kupata vile vitu ambavyo Mungu alikuwa amekusudia avipate katika kipindi chote cha maisha yake. Kweli ni kwamba uzinduzi wa kitabu hiki si mwisho wa uandishi,
kwa sababu uandishi kwangu ni sehemu ya huduma. Hivyo kuna vitabu kadhaa ambavyo pia vimeandikwa katika kipindi hicho, japo vingine havijakamilika. Kuna kitabu ambacho kinakuja mwezi wa 5, tunategemea kufanya uzinduzi wa kitabu hicho, kinaitwa 100 kati ya 1000 toka kwa Baba. Kinaelezea hekima 100 ambazo mimi nilizikusanya kutoka kwa Baba, na hatimaye nikatamani kushare na watu wengi ambao tunahusiana nao, na wale ambao siwezi kuwafikia moja kwa moja, basi ziweze kuwasaidia katika kipindi chao cha maisha kama mimi zilivyonisaidia. Hivyo kuhusu swala la uandishi, wategemee kupata vitabu vingi ambavyo vitakuwa vikitoka huko mbele, na tunategemea kuwa na vitabu ambavyo ni bora zaidi, vyenye mafunzo ambayo yatawasaidia watu kupata ukuaji binafsi na utakao kuwa na mafanikio katika maisha yao haya ambayo Mungu ametupatia. Neno la mwisho ambalo ninaweza nikalisema kwa wakati huu ni kwamba kwa wale wote ambao mmefanikiwa kuhudhuria katika uzinduzi wa kitabu changu, ninawashukuru sana kwa heshima hii ambayo mmenipatia. Inawezekana mlikuwa na majukumu mengi ambayo yangewafanya muwe busy kwa wakati huu, ila mkaona haja ya kuhudhuria na kunipa heshima hii kubwa katika eneo hili, kuhudhuria na kushiriki nami katika uzinduzi wa kitabu changu hiki. Ninawashukuru sana. Ila zaidi natamani kuwakumbusha tu ya kwamba ni muhimu kila mmoja ajitahidi angalau apate nakala ambayo ataenda nayo na ikamsaidia zaidi ya maneno haya aliyoyasikia hapa, kwani katika miaka 10 hadi 20 ijayo, kitu pekee ambacho kinaweza kikatutofautisha ni maarifa ulionayo. Niwatakie wakati mwema na uzinduzi mwema. Karibuni sana na asanteni sana.